Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Karibu tena kwa muda aliotupatia Mungu ili tusikilize neno lake. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo yu tayari kutuletea mafundisho ya siku ya leo kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 aya ya 1 hadi aya ya 4. Yote haya ni baada ya wimbo huu. Yesu kwetu ni rafiki, haja zote hujua, tukiomba kwa babaye, maombi yasikia. Kosesha twajitweka vibaya, kwamba tukimwomba Mungu dua atasikia. Dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine na kusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Najua kwamba umekuwa ukisubiria wakati huu ili ubarikiwe kutoka kwenye neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Kitabu cha Warumi ndipo tupo na somo letu latoka kwenye sura ya 1 tukianzia aya ya 1 hadi aya ya 4. Utangulizi wa sura hii yajumuisha nia na kusudi la kimishonari la mtume Paulo pamoja na maelezo kuhusu maana ya Injili. Katika sura hii twapata hali ya mwanadamu katika dhambi ikielezewa viwavyo, jambo linalofanya hitaji lake la habari njema, yani Injili, kuwa juu sana. Sura hii katika kila hali, msikilizaji, ni mada ya kitabu hiki. Kwa hivyo utakuwa mwangalifu na uwe msikivu sana kwa yote yatakayonenwa katika kipindi hiki. Kitabu cha Warumi hasa chafundisha kuhusu upotovu wa mwanadamu. Mwanadamu amepotea bila tumaini lolote lile. Kwa sababu hiyo ni lazima apate haki yake Mungu, nayo hawezi kuipata kwa juhudi yake mwenyewe. Ndugu yangu, hilo ndilo jambo ambalo tutajifunza zaidi. Aya ya 16 na ile ya 17 kwenye sura hii ya 1 ni aya zenye umuhimu sana na pia zahitajika kuchukuliwa kama za kimsingi. Ni vyema kukariri aya hizo mbili na kutafakari maana yake. Tutakapofikia aya hizo, tutazingatia kila neno na maana yake. Kwa sasa, hebu tuone lililopo kwenye aya ya 1. Neno la Mungu lasema hivi: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu. Jina hili Paulo katika lugha ya Kilatini ndilo Paulas, yenye maana ya mdogo. Huyu ndiye alikuwa Sauli wa Taso,
naye alijulikana kwa jina lingine kama Paulo, jinsi ilivyo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 9. Paulo akijitambulisha kwa Warumi ajijulisha kuwa yeye ni mtumwa wa Bwana Yesu Kristo. Utumwa wake ni wa hiari wala si wa kushurutishwa. Bwana Yesu Kristo alitupenda upeo, akajitoa kwa ajili yetu, lakini hatushurutishi kamwe tuwe watumwa wake. Ni lazima kumwendea kwa hiari na kujifanya mtumwa wake. Hakuna siku hata moja atakayokushurutisha wewe umtumikie. Kwa mji ule wa Yerusalemu aliuangalia na kusema hivi: Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Pamoja na haya ni yale aliyonena kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 40 akisema hivi: wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna jambo la busara kutenda litakalotosheleza moyo wako na kuyabariki maisha yako, ni fursa ya kujitoa uwe mtumwa wake Yesu Kristo. Ni lazima uchague kufanya hivyo mwenyewe, maana hata kushurutisha. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari ule wa 8 hadi 6 watuambia haya kuhusu Sauli alipokuwa kwenye ile barabara ya kwenda Dameski. Hebu sikiliza. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Elewa kwamba Paulo anapotangulia kusema kuwa yeye ni mtumwa wa Kristo, ana maana kwamba haikuwa chaguo lake kuwa mtumwa au mtume. Ilikuwa ni chaguo la Mungu na kusudi lake kumfanya Paulo awe mtume na mtumwa wa Yesu Kristo. Hapo kwanza mtume Paulo alijifanya kuwa mtumwa wake Kristo Yesu, na sasa aitwa mtume na shahidi wake Bwana. Huyo aliyechaguliwa na Mungu ndiye hutumiwa naye. Utakubaliana nami kwamba katika huduma leo hii kuna wengi wanaohudumu lakini hawakuitwa na Mungu. Paulo kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 16 asema ole wake iwapo hata ihubiri injili ya Kristo. Mungu alimuita Yeremia awe nabii akiwa na umri mdogo tu. Hilo ni lile ulisomalo kwenye sura ya kwanza ya chuo cha nabii Yeremia mstari wa 4 hadi ule wa 10. Kuhusu wale manabii wa uongo, Mungu ashuhudia kinyume chao akisema kwamba hakuwatuma wanene lolote. Soma habari zao kwenye sura ya 23 mstari wa 21 katika chuo cha nabii Yeremia. Yeremia aliitwa awe nabii, naye Paulo akaitwa awe mtume. Paulo asema kuwa yeye ni mtume. Jina hilo lina maana ya yule aliyetumwa. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba yule aliyetumwa si mkuu kuliko aliyemtuma. Hayo yasome kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 16. Ni neno hilo tu ndilo lapatikana kwenye sura ya 2 mstari wa 25 kwenye kitabu cha Wafilipi. Katika Agano Jipya, jina hili mtume lina maana ya huyo aliyeitwa na Kristo akaihubiri injili yake. Ni lazima iwe kwamba Paulo alimwona Kristo aliyefufuka, naye Paulo asema kuwa Kristo aliyefufuka alimtokea. Ushuhuda huo ndio twaupata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 8. Hivi ndivyo neno lasema kwenye sehemu hiyo: na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Na kwenye sura ya 9 ya kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza asema hivi: je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi si kumwona Yesu Bwana wetu? Thibitisho lingine kwamba Paulo alikuwa mtume na mtumwa wa Kristo ni kwa kipawa alichokuwa nacho cha kutenda ishara na miujiza. Alisema kwamba angeliweza kuzungumza katika ndimi kuliko wengine wote. Alikuwa na kipawa cha uponyaji ambacho chaendelea kufanya kazi miongoni mwa watoto wa Mungu hata sasa hivi. Mtumishi wa Mungu Paulo aliwafufua na wafu pia, sawa na alivyofanya mtume Petro. Hawa walikuwa mitume. Zaidi, Paulo asema kuwa ametengwa kwa ajili ya Injili. Kutengwa kwa ajili ya Injili ni tofauti na kutengwa kutoka kwa kitu fulani. Analonena Paulo hapa
ni sawa na lile wanaloshuhudiwa wale wapendwa wa kanisa la Thesalonike. Hao waliacha sanamu na kumgeukia Mungu wa kweli. Wao walitengwa kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Kwa jinsi hiyo twaelewa kwamba Mkristo aliyetengwa kutokana na kitu fulani, lakini si kwa ajili ya Kristo, maisha yake daima huwa na matatizo na pia huwa hazai kama vile inavyompasa. Mmoja kama huyo hatakuwa na furaha, bali atakuwa na moyo wa kupinga na kukosoa kila alionalo na kusikia. Ni mtu afanyaye fitina katika mkutano wa watu wa Mungu pia. Mtu anapotengwa kwa ajili ya Kristo, daima maisha yake yafaa kuwa ya kuwapendeza watu wa Mungu, yani Kristo aonekane katika maisha yake. Hili linapotendeka, watu humgeukia Kristo. Kinyume cha haya, ni lazima watu watakwazika kwa habari ya Kristo. Mtu anapotengwa kwa ajili ya Kristo, msikilizaji, haina maana kwamba atajitenga na watu. Maana yake ni kuwa matunda ya Kristo yataonekana katika maisha ya mmoja kama huyo, ili watu wapate kumsifu Bwana Mungu. Maneno ya Paulo yaonyesha jinsi katika kila alilofanya alijua kwamba ametengwa kwa ajili ya injili hiyo ya Mungu. Kwa sababu hiyo ni vyema kuwa na ufahamu huu, tusije tukafikiri kwamba injili yatuhitaji sisi. Twaihitaji injili ambayo ni msingi wa imani yetu na mengi atukirimiayo Mungu. Neno kwenye aya ya 2 laendelea kutwambia hivi: ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Rafiki yangu, injili si jambo jipya, kwa kuwa habari hizi ndizo walioahidiwa wale manabii wa Mungu katika Agano la Kale. Ujumbe huu ni kwamba Bwana Mungu apenda mwanadamu, naye amefanya njia yake kuokoka. Hii ni habari ya uhusiano wa upendo. Alitupenda akajitoa kwa ajili yetu. Sasa kwenye aya ya 2 hadi ile ya 6 twapata maelezo kuhusu injili. Kwanza kabisa, injili yahusu habari ya Yesu Kristo. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 3, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: yani habari ya mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Injili, rafiki yangu, kama vile twasoma kwenye aya hii, ni habari ya Yesu Kristo pekee. Ni kuhusu hayo aliyoyafanya kwa niaba ya mwanadamu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Mara nyingi watu husema kuwa wataka dini yake Kristo, lakini Yesu hakuwa na dini yoyote, kwa kuwa yeye ni Mungu. Kile tunachohitaji leo hii ni imani ya Kristo inayomuhusu katika kila jambo na yote aliyoyatenda. Yesu Kristo ni Mungu, hawezi kuabudu. Yeye ndiye anayestahili kuabudiwa. Waweza kusema kuwa katika maandiko kuna habari kwamba aliomba. Naam, ni kweli aliomba, ila hili alifanya kwa kuwa alikuwa mfano kwa mwanadamu. Moja kati ya maombi aliyoyafanya ni hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11 kwenye aya ya 41 na 42, ambapo neno latuambia hivi: Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe ulinituma. Ndugu msikilizaji, Yesu alipoomba ilikuwa kutusaidia na kuinua imani yetu, lakini yeye ni Bwana Yesu Kristo. Katika mwili yeye ni uzao wa Daudi, na pia katika kuzaliwa na bikira. Na tunapogeukia aya ya 4, hili ndilo neno latuambia hapa: na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Mpendwa, fahamu hili ya kuwa ufufuo wa Yesu Kristo haukumfanya kuwa mwana wa Mungu, bali ulishuhudia na kudhihirisha kuwa ndiye. Kwenye andiko hili tuambiwa kwamba alidhihirishwa kuwa mwana wa Mungu. Kumbuka hili ya kuwa hilo linalodhihirishwa huwa limekuwapo tangu awali, hasa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Unaposoma Biblia uonacho ni kwamba Bwana Yesu Kristo ajulishwa kwetu kwa nguvu na uwezo wa ufufuo wake. Bwana Yesu alipotembea katika mwili hapa duniani, alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alionekana katika udhaifu wake, mfano ni wakati huo alipoketi na hata kupumzika katika usingizi. Mwisho ni wakati huo aliposulubiwa msalabani. Ijapokuwa alikuwa mtu mwenye simanzi, afahamuye huzuni, wakati ulipofika alifufuka katika wafu. Ufufuo wake wathibitisha hilo alilosema kwamba
ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu, ninyi ni wa ulimwengu, mimi si wa ulimwengu huu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 8 mstari wa 23 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Siku zake za kutembea katika vumbi ya nchi zilikwisha, alifufuka kutoka kati ya wafu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Kweli nyingine tuionayo ni kwamba huyo Kristo aliyefufuka yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, akitufanyia maombezi na kutupa waumini nguvu na uwezo na faraja katika kila hali. Kuna mtu aliye katika utukufu, lakini kanisa limepoteza maono kumhusu, nalo hilo ni jambo la kusikitisha mno. Ni lazima kurejesha hali ya kumjua Mungu wetu kwa njia ya Yesu Kristo. Je, uhusiano wako na Yesu jinsi gani? Unawasiliana naye? Unapotafakari hayo, ningelipenda kukujulisha jambo lingine, nalo ni kwamba ufufuo wa Yesu ni arabuni kwamba atarudi tena kama hakimu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakati huo ndipo atakomesha uasi wa dhambi na kutawala ulimwengu huu kwa haki. Atahukumu ulimwengu huu na kila mwanadamu kusimama mbele zake na kutoa hesabu ya yote aliyoyatenda. Mtume Paulo asema hivi kwa habari hii ninayokuambia sasa hivi, kama vile twapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 29 hadi 31: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayewahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Ni kweli kwamba Yesu Kristo alifufuka katika wafu, na kuwa siku moja utasimama mbele zake na kuhukumiwa. Je, utasimama mbele yake kama mmoja aliyemwamini au kama mwenye hatia ya kutomwamini? Iwapo msikilizaji wangu hujamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, hukumu ya Mungu ii juu yako. Huwezi kusimama kwa haki yako mwenyewe, maana haki yako, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba ni kama vitambaa vilivyo najisi. Na iwapo, ndugu msikilizaji, hauwezi ukachukua vitu vilivyooza, vitu vilivyo najisi, kumpa mtu ili upate kibali machoni pake, je, itakuwa kwa habari ya hili ambalo Mungu amelizungumzia? Ningelipenda ujue hili, ya kuwa ijapokuwa waweza kuniambia kwamba una dini yako, kile ambacho ninafahamu ni kuwa uhakika kwamba utasimama mbele za Mungu bila hatia hauna hata kidogo. Iwapo wategemea matendo yako mema, ningelipenda kukujulisha tena ya kwamba matendo uyatendayo yaliyo maovu yazidi matendo yako mema. Hivyo hayo matendo mema hayawezi kukusaidia. Mizani ya Mungu, ndugu msikilizaji, iwapo Mungu atatuhukumu kwa matendo yetu, basi hakuna yeyote awezaye kuokoka, si mimi wala si wewe. Lakini Mungu kwa ajili ya neema yake na kwa ajili ya upendo wake mkuu alimtuma mwana wake Yesu Kristo, ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa lugha nyingine, yeye alichukua mahali petu kusudi huyo asiyekuwa na dhambi afanyike dhambi kwa ajili yetu sisi tulio wenye dhambi, ili tunapomwamini huyo tupate kufanywa haki bure mbele zake Mungu. Iwapo utaamini hili ni kuambialo, ndugu yangu, basi wewe ujapokufa, neno la Mungu lasema kwamba utaishi tena. Kwenye sehemu nyingine ya maandiko, hasa kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana, Mungu kwa kinywa cha mwana wake Yesu Kristo anena na kutuambia kwamba kila amwaminie Yesu Kristo, huyo amevuka toka mautini na kuingia uzimani, ametoka gizani na kuingia nuruni. Rafiki yangu, ijapokuwa mambo na ushawishi waweza toka katika sehemu nyingi kwa habari ya dini na kwa habari ya mambo yanayohusu Mungu, ningelipenda kukujulisha kwamba ni sehemu moja tu ndipo wapata udhabiti wa yote yanayohusu habari zako na Mungu. Udhabiti huo waupata kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia, hasa kwa habari ya Yesu Kristo, ambaye ni habari njema kwa kila anayeamini. Pasipo ya kuamini, wewe utahukumiwa milele, lakini hayo si ndiyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote ulimwenguni wapate kufikia toba, nao wakishafikia toba wapate kumwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na hivyo kupata uzima wa milele.
Mungu hapendezewi kwamba watu waangamie, lakini kama vile ilivyo na kama vile Mungu anavyojidhihirisha kwetu, hawezi kukushurutisha upate kumwamini. Hivyo si ndivyo Mungu wa Israeli hufanya kazi yake, wala si ndivyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi hufanya kazi yake ya kuwaonyesha watu jinsi ya wokovu. La hasha! Jinsi ya Mungu ni kwamba akutaka wewe kwa hiari yako mwenyewe upate kumwamini katika yote ambayo ameyanena kwa kinywa cha mwana wake Yesu Kristo. Hili nakuambia kwa kuwa neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi huo mstari wa 4. Neno latuambia hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina aliloliridhi lilivyo tukufu kuliko lao. Pendwa msikilizaji, hayo ni maneno ya Mungu kwako, ya kwamba Mungu anazungumza nawe kupitia kwenye neno hili. Iwapo utamwamini huyu Mungu kwa yote ambayo ameyanena kupitia kwa huyo aliye mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, basi wewe utakuwa salama. Ndugu yangu, na kuhakikishia kwa kukwambia hivi ya kuwa mara utakapomwamini Bwana Yesu Kristo utapata hakikisho la msamaha wa dhambi, maana hilo ndilo Kristo alitenda, kwa kuwa baada ya kufanya utakaso wa dhambi aliketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu, ishara kwamba lolote linalohusu dhambi, lolote linalohusu matendo yako maovu, tayari Mungu amelishughulikia. Unalohitaji kufanya ni kumwamini huyo aliyeshughulikia jambo hilo katika mwana wake, yani Yesu Kristo, nawe utapata kuwa radhi naye Mwenyezi Mungu, na isitoshe utaingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Raha ya Mwenyezi Mungu ii wazi kwako iwapo utaamua ya kwamba ninataka kuingia katika raha hii. Raha hii, ndugu msikilizaji, ii katika Yesu Kristo, wala si katika sehemu nyingine yoyote. Mwamini Bwana Yesu Kristo, mtumaini Bwana Yesu Kristo, nawe utapata hakikisho moyoni mwako ya msamaha wa dhambi, na pia hakikisho la uzima wa milele, kwa kuwa Mungu atakuhakikishia wewe binafsi ya kwamba mapito yako na Mungu ya sawa, ya kwamba umefanyika haki mbele zake kwa sababu ya mwana wake Yesu Kristo. Ndugu yangu, hilo ndilo Mungu amekuandalia. Je, utalipokea au utaamua kufanya jambo lingine tu? Naamini ya kwamba kile utakachofanya ni kuamini hili ambalo nimekunenea siku ya leo, lakini hata si mimi, bali ni Mungu ambaye amekunenea kupitia haya maneno niliyozungumza nawe. Baraka za kungojea, amani ipitayo fahamu zote ya kungojea, furaha iliyo nguvu zako ya kungojea, ushirika na Mungu wa kungojea. Ndugu yangu, fanya hima, mwamini Kristo, maana utapokea urithi ambao ni wa milele, nao urithi huo katika Kristo Yesu. Jamani, kuna jambo lingine ambalo ni muhimu ulimwenguni kuliko hili. Ni kweli kwamba twafahamu ya kuwa tuliingia ulimwenguni tukiwa uchi na kuondoka tutaondoka uchi, lakini hayo hutendeka tu kwa wale wasiomwamini Kristo. Lakini kwa kila mmoja aliyemwamini Kristo, kila mtoto wa Mungu huyo, ingawaje aliingia ulimwenguni akiwa uchi, hataondoka jinsi hiyo. Ataondoka akiwa na uzima wa milele, ataondoka akiwa na Mungu ndani yake. Ndiposa neno lasema kwamba aliye na mwana yuna uzima wa milele, asiye na mwana huyo hana uzima. Ufufuo, msikilizaji, wa kuthibitishia kuwa ukimwamini Kristo utauona uso wa Bwana na Mwokozi wako, maana siku moja atarudi tena. Hebu natuombe. Mungu mfalme, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, ili tupate kujifunza neno lako ambalo ni uzima wetu. Tazama Bwana, umetufahamisha mambo mengi kupitia neno lako, nasi twaomba ya kuwa katika yote yanayotupasa, hasa kutukuza, tuwe na imani zaidi na kuzidi kuyaamini yote ambayo umeyanena kwa kinywa cha mwana wako Yesu Kristo. Hili najua kwamba utatusaidia kutenda, na utatusaidia mioyo yetu tupate kupokea hili ambalo umetunenea siku ya leo, maana wewe ndiwe mwezeshaji wetu na pia ndiwe mweza yote.
Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini ya kwamba neno hilo lililokufikia limeinua nafsi yako katika imani kwake Mungu, na ya kuwa utaendelea kumwona Mungu akiyabariki maisha yako na kuendelea kukuandaa kwa ajili ya mibaraka zaidi, kwa sababu hilo ndilo kusudi lake. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu atatutendea, hasa kutufunza jinsi twahitaji kuenenda. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Neno hilo bila shaka limekubariki. Nawe ukiwa na jambo lolote la kushirikiana nasi, tumia anwani hii na kualika kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Somo letu litakuwa kwenye sura ya 1 ya Warumi aya ya 2 hadi 13. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.